Sijui nani anaweza kunisaidia kwenye hili. Natamani ningekuwa naweza kumshika adui ili nipambane naye kibinadamu, lakini sina huo uwezo. Poa. Sijasafiri tena, kwa hiyo nitakopo kwa mama mpaka nitakapoitwa. Okay, hata hivyo kuna jambo nilikuwa nataka nikushirikishe, lakini Hello? Unanisikia? Mbona ongei? Okay, nimefikiria hapa. Nadhani nahitaji muda kutafakari zaidi, alafu tutaongea. Okay, naweza kuja baadaye mama. No, hapana, sitakuwepo. Hata hivyo nafikiri nataka kutoka. Haupaswi kuja nyumbani. Huyu ni rafiki yangu ninayemwamini zaidi. Natamani kumuelezea kinachoendelea, lakini nahofia kumtia matatizoni. Huyu ni Nzala. Ni kiongozi wa ulinzi shirikishi hapa mtaani. Ni mtu ambaye mara nyingi nazungumza naye hata mambo binafsi. Nzala, nilikuwa najaribu... Subiri. Sitaki kuamini kuwa nilikuwa nakupigia simu kumwona mkono unashindwa kupokea. Sio kama hivyo, nilikuwa najaribu kukulinda. Kunilinda? Sasa unanilindaje? Yaani mimi ndo mlinzi shirikishi hapa na kazi yangu ni kulinda watu. Tena sikiliza kitu kimoja nikwambie. Nilikuwa nakusanya pesa za watu huko. Ila nimekuthamini wewe, nimekuja hapa. Ila cha ajabu umenidharau na kupigia simu unipokea yeye. Kweli? Halo? Ila binadamu, mtu anakupigia simu aliongei, ulitukana, uje ulipige, wanajeshi na roho mbaya. Si ujinga huu. Haya, Okay, katika pita zako, ni changamoto gani ambazo umeshawahi kuzisikia kuhusu nyumba za kupanga? Nyumba za kupanga changamoto ni nyingi, ila kubwa sana ni mtu kuishi peke yake. Unajua kuna watu ni waoga sana kuishi peke yao. Ila changamoto zingine ambazo ni hizi pesa ndogo ndogo, pesa za taka, ulinzi, umeme, vitu kama na hivyo. Na hizi ndio changamoto kubwa haswa hizo. Mimi ni mara yangu ya kwanza kupanga. Kuna baadhi ya changamoto nakutana nazo. Najikuta na misi uwepo wa mama au natamani kurudi kijijini. Lakini pia kuna matatizo nakutana nayo, alafu nashindwa kuwashirikisha watu wangu wa karibu kwa sababu najua nikiwashirikisha watapata matatizo. Lakini ndio hivyo, yani kama natamani kama ningekuwa na mama. Ndio shida nyie mabinti ambao mnaanza maisha inaanziaga hapo hiyo. Sasa masuala kumisi mama yako na mjini nafanya nini? Laiti kama uliona wewe ni ngumu sana kuishi mjini, ubaki kijijini. Mungu mjini umekuja kutafuta maisha. Sio masuala kumisi mama yako, sio masuala kumisi nani. Ama masuala ile mama ungeacha huko kwenu kijijini. Kikubwa ukiwa mjini,
ni kufikia lengo. Kwa naona huna la maana. Nzala, lakini ungenisikiliza kwanza. Leo nimesema wewe huna la maana. Si ukipata la maana utanitafuta. Naona hapo una hata cha kuongea. Nzala. Kwani mimi na matatizo gani? Au nina mawenge tu? Au kwa sababu naishi mwenyewe? Lakini mbona wapo watu ambao wanaishi wenyewe na hawana matatizo yoyote? Au labda kichwa changu hakipo sawa? Inabidi nimpigie Kalista nimwambie kuhusu hili swala. Au niache kwanza, afu nione itakavyokuwa. Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Mungu wangu, nimekutumaini wewe nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda, naam, wakungojea hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watendao haini bila sababu. Bwana. Bwana. Unijulishe. Unifundishe mapito yako. Kuna mtu yuko hapa na mimi? Kuna mtu yuko hapa? Nauliza, kuna mtu yuko hapa na mimi? Kwani wewe ni nani? Na kwa nini unapenda kunisumbua? Au wewe ni mchawi? Kwa sababu watu wanasema wachawi kazi yao ni kuwasumbua watu na wanapata burudani wanapohangaika. Kwa nini hutaki kujitokeza? Lakini siamini kama wewe ni mchawi. Huenda ukawa roho ambayo inataka msaada labda. Tafadhali naomba ujitokeze, naweza kukusaidia. Naweza kubeba udhaifu wako, ila naomba ujitokeze ili niweze kukuona. Je, naweza kukuona? Halo. Unaonekana jasiri sana, ila huna pumzi ya kuniona, ila muda ukifika utaniona. Kwa nini anipe nafasi ya kuzungumza?
We vipi? Umefika saa ngapi hapa? Na umefuata nini? Upasikuwa hapa. Nimechoka kukukwepa. Hivi nimeamua nije mwenyewe. Na nesi kuna kitu kiko sawa. Jana nilikuona kwenye ndoto. Ukiwa unalia na simu yako inaita bila kukata. Kuna nini kinaendelea? Unaenda wapi? Unahisi sina kazi za kufanya au nina muda wa kupoteza? Unahisi sina marafiki au kukupa wewe kipaumbele unaonekana mimi ni mpuuzi, si ndio? Nimeacha vingapi kuja nyumbani kwako kukuangalia wewe? Kwa hiyo utaniambia nini kinakusibu nene ndani kwako? Inatosha sasa. Kalesta, inatosha. Mimi sipo sawa. Yaani sipo sawa, sio kimwili, sio kiakili, yaani mimi mwenyewe sijielewi. Sielewi nini kinaendelea kwenye maisha yangu. Mambo yanayoendelea huko ndani kwangu natamani nikushirikishe, lakini nakupenda, sitaki kukuingiza kwenye matatizo. Sio kwamba mimi sipendi uje ndani kwangu, Kalesta. Lakini najaribu kukinga kutokana na vinavyoendelea. Endelea. Maana tunasikia lengo. Kwani unasumbuliwa na majini na mashetani? Leo usiku tunakuja kulala na wewe. Kalesta, unaweza kuondoka, naweza kuwa sawa. Unaweza kuondoka sasa. Nisikilize, nilikuwa nakutania tu. Najua ni ngumu mtu kuishi peke yake. Ila usijali, niko pamoja na wewe. So, tunaweza tukaenda ndani. Hapana. Kalesta, ondoka. Wewe nenda, nimeshakwambia mimi nitakuwa sawa mwenyewe. Kwani lazima